Habari. Je, wajua kuwa Allah hajawahi kumuita Muhammad mtume, bali alimuita nabii, na jina la mtume ni cheo alichopewa na Waislamu. Karibu. Kama tunavyoelewa katika Qur'ani nzima, kutoka sura Al-Fatiha mpaka sura An-Nas, jina Muhammad limeonekana mara 4 tu katika Qur'an. Katika sura ya 344 jina Muhammad linaonekana, katika Qur'ani 47:2 jina Muhammad linaonekana, katika Qur'ani 33:40 jina Muhammad linaonekana, na katika Qur'ani 48:29 Qur'ani neno Muhammad ndiyo linapopatikana. Lakini mada yangu ni kwamba Allah hajawahi kumtambua Muhammad kama mtume, bali ni Waislamu wenyewe ndio walimpa cheo cha mtume. Lakini ukisoma Qur'ani sura 33:40 inasema, Muhammad si baba yeyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii. Aya hii imetafsiriwa tofauti na matini ya Kiarabu. Katika matini ya Kiarabu neno lilotumika ni rasul. Rasul maana yake ni mjumbe. Lakini ukisoma katika matini ya Kiswahili unatuambia kuwa rasul maana yake ni mtume, ambavyo sio sahihi. Ndio maana ukisoma tafsiri zingine za Qur'ani, hasa Qur'ani imetafsiri neno rasul kama mjumbe. Ndio maana inasema Muhammad is not the father of any man among you, but the messenger of Allah. Kwa inasema kuwa Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, haisemi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ukisoma Qur'an 8:29 katika tafsiri ya Kiswahili inasema kwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukisoma tafsiri hasa ya Qurtubi anasema kuwa Muhammad is a messenger of Allah, maana yake Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hivyo katika Kiarabu Allah hajawahi kumuita Muhammad kuwa ni mtume. Na Al-Qurtubi anajaribu kutuelezea neno mtume katika Kiarabu lina maana gani. Ukisoma katika tafsiri ya Al-Qurtubi 3:52 anajaribu kueleza kuwa the word hawal means approximately the same with the word anthal. In Islamic tradition, in the Bible usually terms are apostles. Anasema kuwa neno hawal linakaribiana sana na neno anthal katika tamaduni za Kiarabu za Kiislamu. Lakini katika Biblia limetumika neno mtume.